Nimemsifu Yesu jioni. Mimi ninayesimama hapa kwa wale wasionijua, naitwa Mary Ajwang Marienga. Babangu Sikei Wage Masumbi. Mimi ni mama mlokole. Nilisikia neno la Yesu Kristo kama mwaka wangu bado ni kidogo. Na ilipata nikiwa na shida na kukwama. Nilishtuka, nilikuwa na mapepo ya shetani ya makasoma ambayo yalikuwa yananitesa. Wengine hawangenijua kwa sababu watu wako wanaweza iona vizuri. Tena mahali nimesimama, tena nimesimama kwa ujumbani. Hapa tena ndio nimekuwa. Bwana sifiwe. Nitafanya ushuhuda wa Yesu mjukuu wa Yahudi. Nilishukia nikikuwa nikisonga mbele. Nilishuka mapepo mabaya yaliingia kwenye maisha yangu. Nilikuwa nikilala usiku, nilikuwa naona nikienda kwenye mashimo. Nilikuwa naweza shuka kwa kelele. Baba angenichapa. Haleluya. Haleluya. Na ingeweza kutoa shetani. Mpaka aligundua moyoni kwamba nilikuwa na mapepo mabaya wa kasumba. Ili mlazimu kama binti wa Kodera hapa. Alijaribu kutafuta madawa ya vienyeji. Nikisikia kitu kinanisumbua naweza nikaenda. Hayo yakapita. Haleluya. Nilipata kama hayo hayawezekani. Tena wakati huo sikuwa nakuja ujumbani. Nilishtukia mama alikuwa na huo kasumba mkubwa anaitwa Mbiga. Ilikuwa ni huyo mbuzi nyeupe. Huyo mbuzi ndo ningewekewa kama na mlinda usiku. Akilia kwenye kichwa changu. Nikitazama kidogo. Haikuendelea mbali kama mbuzi hajafa. Nilibaki hapo pweke. Mama pia alikuwa amechoka kwa sababu alikuwa mjane. Hapakuwa na mahali pa kupata mbuzi. Huyo shetani aliweka kwangu vita na kugombana. Haleluya. Haleluya. Aliniweka ni kama mtu mkali. Tena ukinianzisha ukiwa mwanaume. Ukidhani uko na silaha ya vita. Hiyo kitu itakupiga. Mapepo walinipa nguvu isiyo ya mwanamke. Haleluya. Haleluya. Wakati nilikuwa nikaenda kwenye nyumba yangu, nilishtuka nikapata na maradhi tena. Katika mwaka wa 80. Kabla sijakaa kwenye nyumba yangu. Wakati nilikuwa kwenye nyumba yangu, nilishuka kama tumbo imeanza kuziba. Nilienda hivyo. Nikilala kwenye wadi mbili kule Homa Bay. Nilikuwa narudishwa nyumbani. Singemaliza wiki kama sijarudishwa. Nikawa nimekonda. Nilipewa transfer kuelekea kule Kisumu. Wakati nilifika Kisumu, walianza kunitibu kule General. Nilianza kutibiwa Nyanza General. Sikuweza kupona. Wakati nilitolewa huko, ndugu yangu Molo mjukuu wa Nyamwandi alinipeleka hospitali kule Lumumba. Wakati huo kulikuwa na wazungu wengine. Sikuweza kupona. Nikarudishwa tena General.
Akaleta daktari mzungu mwingine. Walinipima wakasema kuna maisha. Walikuwa wanasema kimombo wakiongea kwa maisha yako. Wanasema singeweza kupona. Hiyo wakati sikuwa naweza kutembea. Hata chakula mtu singetaka. Nimshukuru Bwana wa Yehova. Nilishuka kama nimetolewa. Akanirudisha nyumbani. Omolo ndugu yangu. Alinipangia nyumba kule Kisumu. Nikaishi kwenye hilo nyumba. Mimi singeweza kutembea. Mume wangu akitoka kutafuta vile atakula. Akaniacha nje kama ubaridi na nikula. Jua ingenipiga wapendwa. Jua ikije naweza kunipiga mpaka arudi. Amen. Hakukuwa na mtu wa kusonga karibu nami. Kwa sababu nilikuwa rafiki wa enzi ambaye alikula vidonda. Tena sikuwa na miguu ya kusimama. Lakini siku moja nikaona kama naelekea kifo. Nilishtuka huyo Omolo. Ndugu yangu mkubwa. Alikuja na ubiri wawili. Alikuja na Otino mwana wa Koko wa Kwarachonyo Kakdibu. Alikuja na huyo wa Kano. Walikuja hapo kwenye nyumba. Waliomba kwa kufupi. Alisimama katafuta stuli mbili. Akawapa wahubiri. Yeye alirudi akaketi mahali nilijikuja. Nilitazama nikaona kama machozi yanamtiririka. Nasema kumbe nakufa kweli. Nasema mimi msichana mmoja baba anabaki peke yake. Nikashuka mimi pia nikaanza kutokwa machozi. Wahubiri waliniuliza, Omolo ulitupeleka kuombea mtoto wenu. Huyu mchocho umetafuta nini? Alimwambia niko na dadangu mmoja peke yake. Ambao mlimuona akiwa amenenepa tena msafi. Huyu mwenye muita nyanya ndio yeye. Ndio maana nimewarudisha hapa ili Mungu anaweza kumrudisha. Haleluya. Nilishtuka kama Otino mwana wa Koko amechukua agano. Wakati alikuwa ananena kwenye agano, alikuwa anasema, msichana, wakati tulikuwa kwenu, ulikuwa unaonekana mtu aliye na mwili. Ulikuwa unaona inafaa ukule raha. Dhambi yako inakupeleka kwenye moto. Nikasikia kama mhubiri alinilaumu. Amen. Wakati alirudi kwenye maandiko, Galatia 5:19. Wakati alinena kwa dhambi ya usherati, nilipata dhambi niishi nami nikiwa mzima. Wakati alinena kwa dhambi ya hasira, nilipata dhambi ambayo ilifanya napigana na watu. Wakati alifika kwenye uadui, moyo wangu uliamini na kwamba ni kweli. Kwamba mimi mwenye dhambi yangu inaniua. Nikiita Yesu mahali nimeketi. Nilisema Yesu, kwa moyo wangu mimi ni mwenye dhambi. Niliita mara moja. Ya pili, niliinuka juu. Nikatoka kwenye simiti nikaanguka chini. Mapepo waliniacha. Nikisimama nikapata ninatembea. Nikaenda mpaka nje. Nikirudi kuketi, akafunua agano tena. Akasoma Mathayo 11. 28. Ambayo inasema nyinyi wote ambao mmechoka tena mmebebana na mizigo,
kitutu basu baradonde. Lakini mimi manguo yangu yamebeba damu na uzima. Nikaketi kwenye mlango na huko. Mume wangu ndiye aliingia na ndani. Nikasema jinsi niko na enzi. Watu watasema mimi nawanukia. Wakati ubaya mwana wa Dona alisimama. Alikuwa anataka kusimama kama amesimamishwa. Akafanya ushuhuda wake wa kichaa. Akasema kichaa ilifanya akapiga mama yake. Hapo akatoka kuwa kubwa kuwa mdogo. Siku aliona sasa Nyabara. Wakiwa na ukiri Nyambeche. Walienda kwenye mkutano Karachuonyo. Baada ya kuhubiri machozi yakatoka. Baada ya kumaliza miaka 12 kwenye milima. Alitoka kwenda kuwapiga tena kuwaua. Nilisikia akisema hawa mama wakujua kile wamemfanyia. Alishuka kama anatembea nao, akitembea nao kama amevaa. Niliita Yesu kwa mlango mahali niliketi. Nilimuita kwa sauti ambayo sikuwa nimemuita nayo. Nilisema Mungu. Nilitolewa kule nyuma. Nilipita kwa vichwa ya watu. Nilianguka mbele yake. Mpaka vitu vikaenda. Wakati nilirudi, nilipata kama natamuka na nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amenilinda. Roho Mtakatifu imefanya bibi kama inapiga watu, lakini sisi kuna kitu ilitukuza. Tena watu wengine hawakuokoka. Huyo Mungu amepita kama nyoka amenyuma. Nilisema siendi hospitali kwa sababu imeandikwa kwamba tulipewa nguvu juu ya nyoka na vitu vyote. Nilikubali kwa jina linaloshinda majina yote. Nimeishi bila kumeza dawa. Wakati hiyo nilitoka ili shetani niuze kwa mashetani. Niliambiwa mimi ndo nataka nikuliwe. Tena wameniambia nitauzwa. Nilimwambia utaniuza lakini utakula. Bwana sifiwe. Nilipitia vita. Katika miaka imepita 22. Nikashuka maisha yangu yakapotea. Wakati wa saa 6 usiku. Mimi singejua daktari ndiye alikuwa karibu. Na sikujua wakati hiyo ilinifanyikia. Nilipofika kesho ya saa 3 asubuhi. Mungu alirudisha moyo wangu kwenye mwili. Wakati alirudisha moyo wangu, nilipata nikiwa peke yangu. Nikitazama nyumba nilikuwa nimeshangaa. Nilichuka kama naanza kuita Yesu. Mimi nilipiga binja. Nilipiga kelele kama nimelala hivi. Haleluya. Nilichuka kama daktari anakuja kufungua mlango. Nilipata kama wako wawili. Walisema maiti anaimba. Mimi sikutaka kujua hiyo. Wakati mmoja alikuja na ndugu zangu wadogo. Nilishtuka kama wanaomba, nikasikia mmoja akiimba. Aliimba anaita Yesu mwana wa binti wa Sayuni. Ama ameniokoa kama nilikuwa kwa shida.